Kuna watu wana uwezo wa ajabu sana. Wanapokutana na mtu kwa mara ya kwanza tu, ndani ya dakika chache tayari wanajua huyu mtu anaaminika au la, huyu mtu ana nia gani, huyu mtu ana akili ya aina gani, na hata kama anaweza kuwa rafiki mzuri au adui ya hatari. Swali ni hili: inawezekanaje kumsoma mtu haraka hivi? Ukweli ni kwamba binadamu huwa tunatoa taarifa nyingi sana bila kujua, kupitia mwili wetu, sauti yetu, macho yetu na tabia zetu ndogo ndogo. Ukijifunza kuziona, unaweza kumuelewa mtu ndani ya dakika chache tu. Katika video hii nitakuonyesha njia kadhaa za kumsoma mtu haraka sana. Watu wengi hudhani kumjua mtu kunahitaji miezi au miaka, lakini ukweli ni kwamba tabia ya mtu hujitokeza mapema sana. Tatizo ni kwamba watu wengi hawaangalii vitu sahihi, badala yake wanaangalia maneno matamu, tabasamu au hata muonekano wake wa nje. Lakini mtu mwenye akili anatazama vitu tofauti kabisa. Sasa tuanze. 1, angalia namna anavyoongea na watu wengine. Njia ya kwanza kabisa kumsoma mtu ni kuangalia namna anavyowatendea watu wengine. Mtu anaweza kukutendea vizuri kwa sababu ana kitu anachohitaji kutoka kwako, lakini tabia yake ya kweli itaonekana pale anapoongea na wahudumu, watu wa chini yake au watu ambao hawana faida kwa upande wake. Ukiona mtu anadharau, anawadhalilisha wengine au anaongea vibaya nyuma ya watu, ujue kuna uwezekano mkubwa ndivyo alivyo kwa asili, kwa sababu tabia halisi ya mtu huonekana pale ambapo hana sababu ya kujifanya au ya kujificha. 2, angalia macho yake. Macho ya mtu yanaweza kukuambia mambo mengi sana. Kuna aina kadhaa za macho unazoweza kuziona. Kwa mfano, mtu anayekwambia kitu lakini hawezi kukuangalia machoni, mara nyingi kuna uwezekano wa mambo mawili: 1, anaogopa, lakini 2, anaficha kitu. Lakini pia kuna watu wanaokuangalia sana machoni kwa nguvu kupita kiasi. Hii mara nyingi huonyesha mtu anajaribu kukudominate, kuwa dominant upande wako au kukutawala, au anataka kukuonyesha mamlaka. Mtu mwenye utulivu wa akili kawaida ana contact ya macho ya kawaida, sio kukwepa sana na sio kukodolea sana. 3, angalia jinsi anavyosikiliza. Hii ni njia rahisi sana, lakini watu wengi hawaioni. Wakati unaongea, jiulize, je, huyu mtu anasikiliza kweli au anasubiri zamu yake ya kuongea? Watu wengi hawasikilizi, wanasubiri tu nafasi ya kusema wao. Lakini mtu mwenye akili na heshima anakata mazungumzo kidogo, anauliza maswali, anaonyesha anaelewa unachosema. Hii inaonyesha ana empathy, ana uvumilivu na ana heshima kwa wengine. 4, angalia reaction yake kwenye pressure ndogo. Njia nyingine ya kumsoma mtu ni kuona reaction yake kwenye hali ndogo ya pressure. Kwa mfano, kitu kidogo kikienda vibaya au mpango kiharibika au hata mtu akimkosoa. Baadhi ya watu hupaniki haraka sana, wengine hukasirika mara moja, lakini mtu mwenye akili iliyokomaa huwa anatulia, anafikiria kwanza na halafu anajibu kwa utulivu. Reaction ya mtu kwenye pressure inaonyesha kiwango cha ukomavu wa akili yake. 5, angalia kama anapenda sana kujionyesha. Kuna watu ambao wanapokutana na mtu mpya huanza mara moja kuonyesha mafanikio yao, kuonyesha pesa zao au kuonyesha connection zao. Hii mara nyingi inaonyesha kitu kimoja: ana insecurity ndani yake. Mtu mwenye kujiamini kweli haongei sana kuhusu mafanikio yake, haonyeshi nguvu zake kila wakati, kwa sababu anajua thamani yake haihitaji kutangazwa. 6, angalia namna anavyoitumia lugha. Maneno ya mtu yanaweza kukuonyesha akili yake. Kwa mfano, kuna watu wanaongea sana kuhusu matatizo yao au watu waliowakosea au lawama kwa dunia. Hii inaonyesha mara nyingi mtu huyo ana mental weakness au ana mawazo ya victim. Lakini watu wenye akili iliyokomaa wanaongea zaidi kuhusu suluhisho, mawazo mapya na mipango ya maisha. 7, angalia kama anaheshimu mipaka. Njia nyingine muhimu ya kumsoma mtu ni kuona kama anaheshimu mipaka. Kwa mfano, ukimwambia hapana kwa kitu fulani, je, anaheshimu au anaendelea kukulazimisha? Watu wengi wanaonyesha tabia yao halisi pale wanapokataliwa. Mtu anayeheshimu mipaka yako anaonyesha heshima, ukomavu na akili ya kijamii. Lakini mtu anayevunja mipaka mara kwa mara nyingi huwa tatizo baadaye.
Ukweli ni huu: kumsoma mtu haraka sio uchawi, ni uwezo wa kuangalia vitu ambavyo watu wengi hawaviangalii. Ukijifunza kuangalia macho ya mtu vizuri, namna anavyoongea, namna anavyosikiliza, reactions zake na tabia zake kwa wengine, utaweza kumuelewa mtu ndani ya dakika chache tu. Na kumbuka jambo moja muhimu sana: watu wanaweza kuficha maneno yao, lakini ni vigumu sana kuficha tabia zao. Ukijifunza kuziona, hutadanganywa kirahisi tena. Mimi nasema asante kwa kusikiliza na kutazama video yetu. Tukutane kwenye video inayofuata. Bye bye.